Bwana asifiwe. Kristo asifiwe. Watu wa Canada, Bwana asifiwe. Watu wa USA, Bwana asifiwe. Watu wote dunia mzima, Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mzuri, Mungu wetu anatutosha. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati alituleta kwa hii dunia, alituleta na purpose. Hakutuleta tu hivyo. Kwa hivyo tunamshukuru, tunamwabudu, tunasema hakuna mwingine kama yeye. Yeye ndiye Mungu wetu, yeye ndiye nguvu zetu, ndiye uweza wetu. Bwana asifiwe. Ni wakati mzuri nimekuja kuongea mambo ya wakati nilikuwa nao mgumu kwa hii maisha. Wakati huo mgumu ilikuwa wakati wa nimeingia kwa theater. Nilikuwa natolewa appendix. Huanga kuna dawa huanga tunadungwa ndio usijisikie tena. Imagine kwa hiyo dawa ya kichwa bado ilikuwa. Lakini ya kwenye nilikuwa naopaletiwa ikaisha. Sasa imagine nasikia uchungu. Siwezi ongea. Siwezi sema nasikia uchungu ya kichwa bado iko. Lakini huku imeisha. Nasikia ile uchungu hujajua. Na nikaamini ndio sababu watu wakiwa kwa theater wanakufanga. Wakati mimi nasemanga wakati wote Bwana asifiwe, Mungu asifiwe, Mungu saa zote Mungu ni kwenye amenitoa kwa uhakika. Hiyo ni moja kwenye Mungu alinikomboa na akaniokoa. Shetani alikuwa amenitime hapo kwa theater. Na ujue shetani alikuwa ameapa juu yangu wakati nilioperatiwa na nikatolewa hiyo appendix. Ikawa silikuwa Saturday, Sunday, Monday nikatoka hosi. Kukaa kama wiki moja ndio hiyo infections. Nilisikia maji imejaa huku. Tukapigia daktari huyo surgeon. Tukamuuliza inaweza kuwa ni nini mbaya? Sasa ndio akatuambia inaweza kuwa ni infections. Sasa imagine tena. Shetani ni adui mkubwa. Lakini Mungu husimama nasi. Mungu akisema utaishi, utaishi. Na Mungu ameamua niishi na mimi nimeamua kumtumikia. Imagine infection hizo. Sasa ni kwenda kila siku kudresiwa. Kila siku kwenda kudresiwa. Na ikawa ni wakati mgumu sana. Nikawa na wakati mgumu sana. Imagine hujagandishwa. Kwa sababu penye walitoa appendix walishona. Tena kwa sababu hii ngozi ni kubwa, hapo katikati wameshona. Tena hapa juu wameshona. Na unaweza shindwa kwa nini nasema nafanya hivi. Yangu ilikatwa hivi, hata iko hapa. Wengine wakitolewa appendix, nikashimo kanatolewa hapa, appendix inatolewa. Sasa nilikuwa na shida ya abdominal pain. Tukaenda kwa gynecologist. Sasa ndio wakaongea na huyu wa kuoperate appendix. Akamwambia apasulie hapa ndio angalie uterus, fallopian tube na ovaries. Sasa ndio sababu yangu ikakatiwa hapa. Kutoka hapa kwa umbilical cord hapa hivi. Sasa ikawa ni kitu kubwa, imekatwa hivi. Na wakaangalia, wakasema iko tu na vitu kama cyst. Sasa vile wale walipiga simu wakasema ni cyst, ikasemekana ioshwe, ipakwe dawa hiyo iishe. Na mpaka wale sinanga shida ya uterus. Lakini sasa kwa vile hiyo ilikatwa, sinipapatoa na zile infections. Sasa daktari akasema lazima kwanza watoe hizi mauzi. Ndio kwanza nifanyiwe kudresiwa siku 9. Siku 9 hujagandishwa, imekaa kama kasufuria hivi. Kwa hivyo ikiwekwa dawa pale, dawa yenye ilikuwa imezidi hata spirit, inaoshwa kama kasufuria. Na ujue kwanza nimefinywa hiyo uzaha itoke, nimefinyiriwa kutoka na huku chini kwenye kulioperatiwa.
kwenye appendix ilitolewa, inafinywa mpaka hiyo uzaha ikaisha siku ya 9. Sasa nikajua wewe shetani unanitafuta kwa theater na mimi hutanipata. Nikawaambia mimi sirudi tena kwa theater munishone, na sitaki kale kashindano hapa kwa mgongo. Mimi mjua mtanifanyia nini, ama niende nyumbani ikashikanie nyumbani. Wakaniambia hapana, tutagandisha tu hapo tushone. Sasa wakati tena wa kushona wakaniambia lazima tutoe zile uzi za katikati na tutoe zenye ziko huko ndani zile kwa appendix. Na wakafanya hivyo. Imagine nimegandishwa tu hapo, kwa hivyo naona nasikia, hata tunaongea na daktari. Na akaniambia yenye iko kwa appendix imeshakauka, kwenye wali operate kumekauka vizuri, hakuna infections. Wakashona tena hapa katikati, wakashona. Sasa ndio ya juu ikashonwa. Sasa hii mimi niko hapa nikiwa sawa, nikiwa salama na Yesu, nashukuru Mungu. Hiyo ndilikuwa yenye najua shetani alinitafuta. Kuna ingine tena alinitafuta. Nilikuwa nimelala, nikasikia kisauti kimesema, leo ndio siku yako ya kukufa. Kutoka hapo kupumua ilienda madhogodhanio, mazigizaga. Unajua kupumua na roho zinapelekananga, vile unapumua na roho zinapelekananga. Nayo roho ikakimbia. Sasa kupumua na roho hazipelekani, ni mazigizaga, na nikasikia kabisa. Lakini mimi Mungu hunisaidia kwa warfare. Huko ndani nikaanza kuita damu ya Yesu, nikaita Yesu Kristo mwana wa Mungu. Wenye wanasemanga Yesu si Yesu na si uhai, hayuko uhai. Jesus is real. His blood is real. The blood of the lamb is real. Nikaita hiyo damu, na hiyo damu ndio sababu shetani huchanganya watu wasiite Yesu wa madamu yake ndio awamaliza. Ndio naona watu wanakufa ovyo ovyo, kwa sababu shetani hudanganya watu, hakuna damu, hakuna Yesu. Na nikaita hiyo damu, na nikasikia nimeachiliwa, na sasa niko normal. Kwa hivyo shetani hutafuta watu kwa njia nyingi awamalize. Tena kuna wakati nilipata accident kwa barabara, ni kama nimeepuka accident sijui kama ngapi. Kuna wakati nilipata accident yenyewe, watu wakakufa na mimi nikavunjika mkono. Kuna wakati tulikuwa na mume wangu kwa gari ingine ikaja ikagonga gari nyuma. Yani unafanywa hivi, spinal cord unasikia itatokana. Kuna wakati ingine tuligongwa na Embasava tukiwa na gari yetu. Kuna wakati mwingine pale Kinungi tulikuwa tumetoka Kangemi, my son, my husband na mimi. Driver amesinzia na hao wengine wote wamelala, mimi silalangi kwa gari. Nikaona gari inatoka line hii ya L line inatoka inaenda. Nikauliza driver, kwani umelala? Vile tu aliamuka na akarudi, side mirror ilikuwa imeenda. Sasa niambie kama ange proceed, sio gari ndio ingegongwa, akawa amerudi. Na alikuwa ametoka Mombasa, sijui anaenda Uganda. Hao wengine wote wakaamuka vile nilishautia driver. Unaona tu hata hakuwa amefunga macho. Nilikuwa namuona kale kamera kako pale juu. Jicho ni red. Na hajafunga, bado amefanya hivi. Lakini kumbe ameshaenda. Accident zimenitafuta. Magonjwa imenitafuta. Mimi nimefanyia operation sijui ngapi. Sio hiyo tu ya appendix. Kuna zingine nimefanyiwa. Theater nimeingia. Lakini kwa yote ndio nasemanga shetani ataishi maisha ya kuaibika. Satan, you always be ashamed, and I put you to shame and to confusion. Na utaishi maisha ya kuaibika shetani. Hautatuweza. Leo niko uhai, na hata kesho na kesho kutwa, na nitatoka kwa hii dunia nikichoka. Psalms 91:16, nitaishi mpaka nichoke. Amenitafuta, shetani umenitafuta, na hutajai nipata. Hata unitafutia wapi? Kwa umaskini, kwa magonjwa, health yangu. Yesu wa Psalms 103, damu ya Yesu imekuja kubadilisha. Ulikuwa umesema tukufe, Yesu akasema tuwe na uhai na tuwe nayo tele. Ulikuwa umesema tufe na magonjwa, Yesu akasema mapigo yake tumepona. Kwa hivyo Yesu amebadilisha hali, tunaishi kwa sababu ya Yesu. Usifiwe milele Yesu Kristo. Amen.